wewe ni kijana unatamani kufanya biashara. Wakati mwingine huenda umeajiliwa, unatamani kufanya biashara katika muda wako wa ziada. Lakini pia huenda ni mfanyabiashara, lakini kuna muda ambao unaupata wa ziada, lakini unatamani kufanya biashara. Changamoto inakuja ni nini? Changamoto inakuja wakati mwingine huenda fedha hazikutoshi kuanzisha biashara katika muda wako wa ziada. Wakati mwingine pia unashindwa kuwa na usimamizi mzuri. Sasa hizi changamoto watu wengi zimewashinda kabisa kufanya maamuzi ya kuanzisha biashara katika muda wa ziada. Nimekuwa nikifundisha watu ambao wana changamoto kama hizi, na watu wengi sana, vijana wengi kama mimi wamefanikiwa kupitia mimi. Kuna watu wengi zaidi ya 300, 400 ambao nimeshawagusa katika maisha yao, na leo hii wamebadilisha maisha yao. Sasa watu wengi wanashindwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu ya mtazamo. Wanahisi kwamba hawawezi kufanya vitu vingine katika muda wao wa ziada, wanakomaa na kitu kimoja, finali uzeeni. Umesha kufikiria kwamba wewe ambaye umeajiriwa ikifikia hatua umefukuzwa kazi utaishije? Umewahi kufikiria wewe ambaye aidha ni mfanya biashara kitokea hatua umefilisika au vitu vimeenda tofauti utaishije, na ulikuwa unategemea biashara moja? Umesha kufikiria huenda kama umeajiriwa afu ukafukuzwa kazi au ukastaafu au kazeeka tu na ukashindwa kufanya kwa viwango vile ambavyo ulikuwa unafanya kipindi cha nyuma utaishije? Sasa unatakiwa ufanye kazi katika muda wako wa ziada. Muda wako wa ziada ni upi? Unatoka kazini saa ngapi? Watu wengi wanakuta anatoka saa 10, lakini mpaka huo muda anaopata masaa mengine anaenda kusalimia jamaa, marafiki, anaenda kusalimia ndugu zake. Weekend, Jumamosi na Jumapili unaenda wapi? Watu wengi wanaenda kusalimia ndugu zao, wanaenda sehemu za starehe, wanaenda kusalimia, kwenda kutazama site zao ambazo wamejenga, wamenunua viwanja. Lakini kuna watu ambao wanatumia huo muda kukuza vipato vyao, na mwisho wa siku unajikuta mlikuwa mnafanya kazi aina moja, mshahara wenu ni mmoja, lakini baada ya kustaafu huyu mwingine biashara zake zimeendelea, wewe bado unategemea watoto wako wakusomeshe, wakusaidie. Wale ambao umewasomesha wakusaidie, wakutumie hela, bado unalia kwa watoto wako. Lakini huo sio uhalisia. Mtoto wako anatakiwa naye aenjoy kile ambacho amekitafuta. Nitafute, nikusaidie, nikushauri. Nimekuwa nikisaidia watu wengi ambao wana changamoto kama hizo na wameshindwa kujua njia iko wapi. Asante.